tuimbe tushangilie. Tuimbe tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Wachateso twende.
Ee Mungu Mwenyezi wa milele, utuongezee imani, matumaini na mapendo. Utuwezeshe kuyapenda unayoamuru, ili tustahili kupokea unayoahidi. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Kutoka. Bwana asema hivi: usimtendee vibaya mgeni, wala usimnyanyase, kwa maana nyinyi wenyewe mlikaa kama wageni katika nchi ya Misri. Usimtese mjane wala mtoto yatima. Ukiwatesa na wakinililia, mimi nitasikia kilio chao. Hasira yangu itawaka, nami nitawaangamiza kwa upanga. Wake zenu watakuwa wajane, na watoto wenu yatima. Ukimkopesha fedha mtu wa nchi yako, maskini aliye kwako, usimtendee kama mwenye kukopesha kwa ushuru. Usimtoze riba. Ukichukua kwa rehani joho la mtu, utamrudishia kabla ya jua kuchwa. Kwa hiyo tu aliyo nayo ya kujifunika, ndiyo nguo ya kufunika mwili wake, aweze kulala. Akinililia, nitamsikia, kwa kuwa mimi ni mwenye huruma. Neno la Bwana. Nakupenda Bwana uliye nguvu yangu. Nakupenda Bwana uliye nguvu yangu. Tutaimba. Nakupenda Bwana uliye nguvu yangu. Nakupenda Bwana uliye nguvu yangu. Nakupenda Bwana uliye nguvu yangu.
nakupenda Bwana, uliye nguvu yangu. Nakupenda Bwana, uliye nguvu yangu. Nakupenda Bwana, uliye nguvu. Nakupenda Bwana, uliye nguvu yangu. 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 Bwana mwana wangu, ngome yangu, mwokozi wangu. Bwana mwamba wangu, ngome yangu, mwokozi wangu. Nakupenda Bwana, uliye nguvu yangu. 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 Mungu wangu, mwamba wangu, ninakokimbilia. Ngao yangu, pembe ya wokovu wangu, ngome yangu. Namuita Bwana, hastahili ya kusifiwa. Nimeokolewa kutoka kwa adui zangu. Nakupenda Bwana, uliye nguvu yangu. 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 Bwana na aishi asifiwe, aliye mwamba wangu. Kwa masifu atukuzwe, Mungu mwokozi wangu. Umempa mfalme wako ushindi mkubwa. Umemtendea mpakwa wako wa wema. Nakupenda Bwana, uliye nguvu yangu. 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 Mtakatifu Paulo kwa Wathesalonike. Ndugu zangu, mwajua wenyewe jinsi tulivyoishi kwenu, ili kuwapa mfano, nanyi mkawa wafuasi wetu na wa Bwana. Kwani katikati ya udhalimu mkali mlipokea neno kwa furaha ya Roho Mtakatifu. Hivyo mmepata kuwa mfano kwa waamini wote katika Masedonia na Akaya. Kwa maana kutoka kwenu neno la Mungu limetangazwa, si katika Masedonia na Akaya tu. Sifa ya imani yenu kwa Mungu imeenea mahali pote. Sisi hatuna haja ya kuongeza neno. Wao wenyewe husimulia habari zetu, jinsi tulivyokuwa kwenu, na namna mlivyoacha ibada ya sanamu na kumgeukia Mungu, ili kumtumikia Mungu mzima wa kweli, na kumwongokea mwanawe aliyemfufua katika wafu, ndiye Yesu ajaye kutoka mbinguni, katika kutokuwa na hukumu ijayo. Neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Simame kwa shangilio. Bwana na baba yangu atampenda, na
nasi tutakuja kwake. Awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Mafarisayo waliposikia ya kuwa Yesu amewanyamazisha, Masadukayo walikutana. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza neno ili amjaribu, akasema, Mwalimu, amri ipi ni kubwa kuliko zote katika sheria? Naye akamwambia, umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na roho yako yote na akili zako zote. Hiyo ndiyo amri kuu, tena ya kwanza. Na ya pili ni sawa na hiyo, mpende mwenzako kama unavyojipenda mwenyewe. Sheria yote na manabii hutegemea amri hizo mbili. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo. That is around slightly over 10 years ago, tulikuanzisha hii chama ama kabla tutaanzisha hii chama ya CYA, youth from youth unaingia CYA. Msifu Yesu Kristo. Imagine from youth unaingia CYA. So youth used to come ama to approach priests. Anawaambia, Father, kuingia CYA, tukienda kule tunakutana na shosho wangu na my mother. Even to discuss now mambo ya kanisa na kwa vigumu sana. So you could find that CYA ama kijana anapokuwa katika chama ya CWA anakuwa little bit common, kwa sababu anakuwa shy kushia na mom kule. So tulipoanzisha hii chama ya CYA kama kanisa Katoliki, ilifanya CYA, the young adults were actively participate actively katika hii chama. Na kwa sababu Mungu ametuweka katika hii chama ya CYA, one thing you need to keep in mind is kutafuta utakatifu. We are looking for holiness in the church, and we are looking for holiness in every group in the church. So kwa hivyo, na kwa sababu tunatafuta utakatifu, tuombe Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia. Na kama vile tumesikia katika masomo yetu ya leo, somo ya kwanza kuhusu sheria, somo la pili upendo, na hata somo la Injili juu ya sheria ya upendo, tunakuwa na nada. So kwa hivyo Mungu anatualika tuweze kuwa na upendo katika uenezaji ama kueneza Injili katika chama yetu. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yes, kama vile Kristo aliwachagua mitume 12, and then miaka zikiendelea ama siku zikiendelea, wafuasi wa Yesu Kristo waliongezeka. Nakumbuka hata Kristo alichagua 70 disciples ambao waliwatuma wawili. So kwa hivyo our joy is to increase in number, kuongezeka katika chama ya CYA. The reason why tunahitaji tuongezeke ili tuna nguvu
ya kupigana na shetani, kwa sababu tunapofanya jambo tukiwa wengi, iko rahisi sana kupigana na majaribu ya ibilisi shetani, tunasaidiana. So kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumeongezeka kama CYA, na kwa sababu tumeongezeka kama CYA, tuko na jukumu sasa kujenga kanisa, kuhubiri na pia kujenga jamii, ya kwamba Mungu anatutuma kama siku ya leo, kama vile tumesikia katika masomo yetu, care for the poor, care for the orphans, care for the widows. Ya kwamba it is good to identify who is the needy in our society, in the church. Na kwa sababu ya hiyo, tunaposhughulikia wanyonge na wale Mungu anahitaji tuwasaidie, tunatafuta utakatifu na pia Mungu aweze kutubariki. Kupenda Mungu na kupenda jirani, sheria ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana nasema kwamba hakuna sheria ya Mungu Yesu Kristo amepunguza au amereduce. Unapopenda Mwenyezi Mungu na kupenda jirani, tumeshikilia ama tumeshika sheria zote za Mungu. So kwa hivyo tunaona kwamba sheria ya Yesu Kristo, hasa katika somo la Injili ya leo, ni kwamba ni sheria ya upendo. Na upendo, Mungu anasema ya kwamba ni mzizi wa kila jukumu ya mwanadamu ama kanisa. Kwa sababu tunaona kwamba upendo ina uplift ama inainua our spirit ama roho zetu, na inafanya mtu ama mwanadamu aweze either kujipenda, kuvalue himself or herself, kuvalue what he does. Na upendo pia ni motivation. It's also a kind of motivation. Sababu unapopenda mtu, unapopenda which God has commanded us to do as a way of following the commandments of God. Na kwa hivyo tunapopenda watu, we need to love people, and we love people, we change them. Kama umerealize ya kwamba unapopenda you change, unabadilisha mtu kupitia upendo. Even your children, if you love a child, you change that particular child, you change that particular neighbor, you change that particular person mwenye amelemewa na maisha na ameanguka. Ya CYA, Kristo anatutuma ili tuweze kupenda, na kwa hivyo tunapopenda, we need to talk good about other people, kwa sababu Mungu ametuumba, na kila mwanadamu tumeona Mwenyezi Mungu, na kila mtu ako na kadosari, a challenge, a weakness in life. And because of that, tunakumbuka jinsi Mungu aliweka mwanadamu katika shamba la Edeni. Na alipoweka mwanadamu katika shamba la Edeni, he was put in a state of holiness, paradise. Lakini from where shetani akaingia, akamdanganya. We are all good people, especially from the moment you were born. Shida ni kwamba kama lile tu shamba la Edeni, shetani anaingia maisha ya mwanadamu na kuichafua. Na kama kuna mtu amechafuliwa na ibilisi in one way or another, let us not concentrate on the weakness of a person. And by the way, let me tell you one thing, ya kwamba unapo concentrate talk evil, ama you concentrate on the weakness of the other person, ama kuongelea vibaya, ama kuongelea weakness yake, it's like unasifu shetani jinsi amefanya kwa mwanadamu. Kanisa, Mungu Baba Mwenyezi, tunakuja mbele yako wakati huu, tunakurudishia shukrani kwa zawadi ya siku ya leo. Tunaomba kwa ajili ya kanisa letu takatifu Katoliki la mitume. Mwenyezi Mungu, tunaombea wale wote wanatusaidia katika kuimarisha imani yetu Katoliki. Pia Mwenyezi Mungu, tunaombea Baba Mtakatifu
maaskofu, mapadri, watawa pamoja na walei na Wakristo wote. Mwenyezi Mungu, tunaomba ili uweze kutujalia imani na upendo katika familia zetu. Mungu, tunakuomba. Lord Jesus Christ, we thank you for our country. We thank you for the peace and the development we have achieved as a country. We pray for leadership in our country so that it can lead us to the right direction. We also pray for other countries, also countries which are not experiencing peace, like Israel and Palestine, because their well-being also affects our well-being, and when they are not well, we are not well. We pray that you may be with us, guide us, have mercy on us as a country, bless us. May our people experience no pain. Oh Lord, hear us. Lord gracious, hear us. Prayer for special needs. Lord, we thank you for welcoming us into your presence. We acknowledge you in this place, oh Lord. We thank you, Lord, for gathering us here. We thank you for the gift of one another. We thank you for the gift of our priests. Father, we pray for all of our needs, our physical needs, our mental needs, our emotional needs, and Lord, even the needs in our hearts. Lord, many of us suffer with isolation. Father, we pray that you may meet this need. We pray, Lord, that you may lead us to what is good, what is true, and what is beautiful. And Lord, that you may surround us with people who lead us to you. Lord, hear us. Dear Lord in heaven, I ask for your grace upon this flock, CYA, Nakuru Diocese, and in the whole country. Let their decision to live for you be never reserved. Care for them daily and guide them so they do not get lost. Protect them from the cross and terrors of the evil one. Let them live in peace, prosperity, and blessings. Feed them spiritually so they never hunger or thirst. Keep them strong and together for you no matter what. Continue to shine your light unto their paths so they never fall in the darkness. In a special way, I pray for Saint Luanga, CYA. Lord, instill shepherd heart in them, inspire them to dig deep into your word and root their lives in you alone. Give them wisdom, courage, and persistence. Lord, hear us. Lord gracious, hear us. Huni pako tuwaza kanisa lako liombalo kwa unyenyekevu, ili tujaliwe kwa huruma yako yale ambayo hatuwezi kupata kwa mastahili yetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kuja nishike hivi. Shika. Wewe una record ukipeleka huko. Anamwambia kushike na taka kwenda. Hata shishikia hapa. Dakika mbili. Simame hapa. Yes.
Tusali ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lako, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako takatifu. Ee Bwana, tunakuomba uviangalie vipaji tunavyokutolea wewe mwenye enzi, ili tunayoyatenda katika utumishi wetu yawe hasa kwa ajili ya utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe na inueni nyoyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye kwa kuwahurumia wanadamu makosa yao akubali kuzaliwa na bikira. Yeye akiisha kuteswa msalabani alituokoa na mauti isiyo na mwisho, na kwa kufufuka katika wafu alitujalia uzima wa milele. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni waimba utenzi wa utukufu wako tukisema mwisho.
Kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata macheo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Tuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho. Fumbo la imani. Sugua vidole na viganja. Nataka uniambie ni priest mgani mzuri na ni mgani mkali. Atu wanawazuia. Wewe inama chini. Ni nini tunafanya? Kwani photographer wanapiga magoti? Hawa si wako na punishment. Sawa, sugua hiyo mikono. Father hand clap. Sawa. Sugua vidole, sugua vidole. Give them a hand clap. Another one. Another bigger one. Hiyo ilikuwa rehearsal. Sasa ndo wana dance. Sugua mkono, toa baridi. Twende. Give them a hand clap. Another one. Another bigger one. Thank you very much.